Haya sio maonesho tu. Hivi si viwanja vya kawaida. Hii ni fursa ya kibiashara. Hili ni darasa. Hili ni daraja la kibiashara baina ya nchi na nchi. Samia President 他的鼓励的政策 tukaba twamutora indi myaka nk'itanu. Hizi ni siku za shangwe kwa Wanageita. Maonyesho haya yameendelea kutupa thamani na ubora katika mkoa wetu wa Geita kila mara tunapoendelea. Ndiyo, maonyesho haya ni zaidi ya unachokisikia. Na ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisisitiza maonyesho haya yawe endelevu na ya kudumu katika mkoa wa Geita. Lengo kuu la maonyesho haya ni kufungamanisha sekta mbalimbali za madini barani Afrika ifikapo 2035. Kwa muktadha huu, maonyesho endelevu ya teknolojia ya madini yamekuwa jukwaa muhimu linaloleta pamoja wadau mbalimbali wa sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na serikali, wawekezaji, wachimbaji wakubwa na wadogo, wabunifu wa teknolojia, taasisi za utafiti na jamii zinazozunguka maeneo ya uchimbaji. Tunapata what we call a one stop center, kwa maana ya one stop service. Tunakutana na watu ambao wanatusupply equipment, tunakutana na regulators ambazo wanatusimamia sisi kama shughuli za uchimbaji. Tunawapa maoni yetu sisi, tunawapa changamoto zetu, na mara zote wapo willing kutusaidia kwa wakati na kutupa suluhu ambayo inatupelekea kuweza kuboresha zile kazi zetu. Maonyesho haya yameleta fursa ya kufungamanisha sekta madini na sekta nyingine za kiuchumi. Mtaona kupitia maonyesho haya sio wafanyabiashara madini tu, hata wafanyabiashara wengine wanaotoa huduma katika migodi kama huduma za kuuza chemicals, huduma za kusupply vyakula, huduma za usafiri. Kupitia maonyesho haya wanaungana na kuweza kupata hizo network za kufanya hizo supply na kurahisisha shughuli za uchimbaji na uzalishaji wa madini zaidi katika mkoa wetu. Kwa kifupi, imekuwa ni utaratibu na tamaduni za mkoa wa Geita kwa wakazi wake na viunga vya jirani kufurahia makutano ya pamoja ya maonyesho ya madini kwa awamu ya 8 sasa. Geita imefanya kufungua fursa kwa wafanyabiashara pamoja na watu mbalimbali wa mkoa wa Geita kuongeza kipato chao kupitia maonyesho haya ya madini ambayo yamekuwa kivutio kikubwa kwa wakazi wa kanda ya Ziwa, lakini pia kwa nchi kiujumla. Kwenye haya maonyesho biashara inaenda vizuri tofauti na zamani. Pindi watu wanapokuja tofauti mikoa, sisi tunazidi kuenjoy biashara, inazidi kupanda juu. Kwa kiwango ambacho nilichoanza nacho kwa sasa, naona kama mtaji unaenda kuongezeka. Biashara zetu zinatoka vizuri na bado tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea maonyesho haya. Safari ya kitaifa ni makubwa na ni mazuri, pia na mkuu wa mkoa wetu. Kwa kweli maonyesho ya mwaka huu, maonyesho ya 8 yamefana na yanaendelea kuimarika siku hadi mwaka hadi mwaka. Tunashukuru sana kazi nzuri aliyofanya Mheshimiwa Rais ya kuitangaza nchi yetu. Tofauti na miaka mingine, mwaka huu tumekuwa na maonyesho ya wanyama. Shughuli za utalii zimefanyika hapa. Watu wameona live simba, watu wameona live chui, watu wameona live fisi ambao wakati mwingine wanawaonaga usiku wakiwa wanafukuzana katika shughuli zao za kila siku. Mwaka 2025 umekuwa mwaka wa kitofauti sana kwa maonyesho haya
kutokana na ongezeko la washiriki wapatao takriban 800 kutoka washiriki 600 mwaka 2024. Na mimi pia niungane na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuwapongeza hawa waliotuunga mkono mwaka huu. Mwaka huu wameleta hizo bilioni, mwakani watuletee matrilioni tena. Maonesho haya yamekuwa makubwa kitaifa kulingana na thamani yaliyojijengea, ambapo yalianza kidogo kidogo kama utani na mwaka jana alifanyika katika viwanja vya Bomba 2 EPZ. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliapa nguvu zaidi maonesho haya kwa msisitizo wake na kutambua thamani ya kuyafanya maonesho haya. Alisisitiza mabanda ya kudumu yajengwe katika viwanja vya Bomba 2 EPZ. Umetuandikia historia mpya ya kujenga mabanda ya kudumu, na mimi naamini kiwanja hiki hakitakuwa tu kwa ajili ya maonyesho, itakuwa ni eneo la biashara kwa ajili ya watu wa Geita. Kule tuendako, bila shaka tutakuwa na maeneo ya watu kupumzika, watu kubalizi. Hili ndilo eneo ambalo litakuwa ni watu wanazungumza pesa badala ya majungu. Watu wakifika hapo wanaongea hela, hawaongei maneno. Washiriki wetu wamejitokeza kwa wingi, na tunachotaka tuahidi, tutaendelea kuboresha mazingira yetu ili uwanja wetu uwe wa kisasa zaidi kuliko viwanja vingi vya maonyesho katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kutambua umuhimu wa maagizo ya Mheshimiwa Rais na kwa heshima yake, viwanja vipya vilipewa jina lake na kutambulika rasmi kama viwanja vya maonesho ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ilipofika tarehe 22 Septemba, yalifunguliwa rasmi na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Kassim Majaliwa Kassim akilakiwa na mwenyeji wake mkuu wa mkoa wa Geita, Mheshimiwa Martin Shigela, ambaye aliambatana na mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Mheshimiwa Mboni Mhita, bila kumsahau katibu mkuu wa Wizara ya Madini, Injinia Yahya Samamba, ambaye kwa niaba alimwakilisha Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Mavunde, bila kusahau viongozi mbalimbali wa serikali na chama ambao walishiriki vyema kwenye maonesho haya. Jopo la viongozi na wadau mbalimbali walipata fursa ya kupokelewa na ngoma za asili na kupata muda wa kuzungukia mabanda mbalimbali ya washiriki, ikiwemo banda la Wizara ya Madini, ndani yake likiwa na wadau mbalimbali wa madini kama Hexad Mining na wengineo. Pia wageni walitembelea banda la mdhamini mkuu GGML, yani Geita Gold Mining Limited, na kujionea teknolojia mbalimbali na mitambo ya kisasa ya rig kutoka kwa mkandarasi CMS na wakandarasi wengineo. Mheshimiwa Waziri Mkuu alipata nafasi ya kutembelea chama cha wachimbaji madini mkoani Geita, ambapo waliweza kutoa ushuhuda wa jinsi serikali inavyowatoa wachimbaji kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tumeondoka kwenye habari ya makalasha yale ya kuzunguka kwa diesel. Leo tunatumia teknolojia ya nishati ya umeme pamoja na mitambo ikiwemo leaching plant CIP, ambao tunakwenda kufanya vizuri. Pia hatutumii zebaki katika hii teknolojia kwa maana ya ile mercury ambayo ilikuwa inaweza kusababisha kumzuru hata mtu ambaye hajihusishi na uchimbaji wa madini ya dhahabu. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi alitembelea shirika la madini STAMICO na kujionea serikali ilivyowekeza na kuwezesha shughuli za uchimbaji kwa kununua mitambo ya kisasa ya uchongaji, lakini pia kuwawezesha wachimbaji wadogo wadogo kuweza kutumia injini za pikipiki katika shughuli za uchimbaji. La kukumbukwa sana ni kwamba kwenye maonesho haya shangwe na nderemo zilitawala na kufanya sherehe hizi kufana sana, hasa katika siku ya uzinduzi. Kulikuwa na wasanii mbalimbali ambao walitumbuiza. Kulikuwa na vikundi vya ngoma za asili ambazo zilitoa burudani na kuonesha asili ya Mtanzania. Tuseme kwamba wananchi waliohudhuria maonesho haya wamefurahi sana. Afya ya binadamu ni kitu cha muhimu katika maisha ya kila siku. Kulijua hili kupitia maonesho ya 8 ya teknolojia ya madini
waandaaji kupitia taasisi mbalimbali waliandaa siku ya michezo mbalimbali ili kuweka utimamu wa afya kwa washiriki. Michezo ilihusisha mpira wa miguu kwa wanaume, mpira wa pete kwa wanawake, riadha, uvutaji kamba, kukimbiza kuku, urushaji wa tufe na mashindano ya kula na kunywa soda kwa jinsia zote. Watu mbalimbali walijitokeza na kupatiwa vipimo na matibabu ya kibingwa ili kujua afya zao. Na nimefarijika kuona wenzetu wa MOI, wenzetu wa Jakaya Kikwete, taasisi yetu ya moyo, lakini hospitali yetu ya kanda Chato, pamoja na wenzetu wa Aga Khan na hospitali yetu ya mkoa, kwa namna walivyojipanga na wanavyoendelea kutoa huduma za uchunguzi na za kibingwa. Lakini nimeona namna gani kupitia tu maonyesho haya zaidi ya wateja 40 wamepata rufaa kwenda kwenye vituo vikubwa, hasa Jakaya Kikwete pamoja na MOI, kwa ajili ya kwenda kupata huduma za ziada za vipimo pamoja na matibabu. Kwa hiyo hii imekuwa fursa kwa Wanageita, lakini imekuwa fursa kwa Watanzania ambao wanapata fursa ya kushiriki kwenye maonyesho haya. Ama kwa hakika haya yalikuwa zaidi ya maonyesho. Ninamshukuru Rais wetu Samia Suluhu Hassan kupitia maonyesho haya ameturahisishia kutuletea majiko ya kupikia kuepukana na msumbufu wa kuni. Baada ya yote haya na mazuri mengi yaliyofanywa, hatimaye tarehe 28 ya mwezi Septemba mwaka 2025, maonyesho ya 8 ya teknolojia ya madini mkoani Geita yalifika tamati na kufungwa kwa kishindo na Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, huku akisisitiza umuhimu wa maonyesho haya ya madini kwa wakazi wa Geita, viunga vyake na Tanzania kwa ujumla, na kuendelea kumtia moyo wa ushupavu mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela na kamati ya maandalizi kuendelea kuyalinda na kuyaendeleza maonyesho haya kama alivyosisitiza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba niwapongeze viongozi wote, kamati ya maandalizi na wananchi wote wa mkoa wa Geita kwa maandalizi bora na ya viwango vya kimataifa ambayo yamefanya maonyesho haya yajulikane si tu ndani ya Tanzania bali nje ya Tanzania na kuwavutia wengi kutoka nje kuja kwa ajili ya kushiriki maonyesho haya. Hongereni sana watu wa Geita, hongereni sana kamati na hongereni sana washiriki wote kwa mafanikio haya. Sherehe za ufungaji wa maonyesho ziliambatana na utoaji wa tuzo kwa washiriki mbalimbali kama sehemu ya kutambua mchango wao katika kufanikisha maandalizi ya maonyesho haya. Itosha kusema kwa ujumla maonyesho yalitoa fursa kwa mtu mmoja mmoja na makampuni makubwa katika mkoa wa Geita, kuanzia mchoma mahindi, muuza karanga, makampuni ya usafirishaji pamoja na nyumba za kulala wageni na wadau wengine wengi wa kibiashara. Pongezi nyingi ziende kwa waandaaji wa maonyesho ya teknolojia ya madini awamu ya 8 mkoani Geita chini ya mkuu wa mkoa wa Geita na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.